mwenyekiti wa bodi ya PSPTB na mkurugenzi mtendaji na wajumbe wa bodi, nashukuru kwa nafasi hii ambayo mmenipatia asubuhi ya leo. Labda kabla sijasema kitu ambacho nimepanga kukifanya, ningependa kuwaibia kidogo wataalamu wa ugavi na ununuzi kutoka katika jiko la Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Mngependa niwaibie kidogo? Katika ulimwengu ambao tunamoishi, kila mtu atagundua kuwa makampuni makubwa katika ulimwengu huu yanachothamini si vyeti vyetu ambavyo tumevipata. Kuna mhenga mmoja alisema haya maneno, kabla sijasema ambacho nachotaka kuambia, kwamba ukipoteza fedha hujapoteza kitu chochote. Ukipoteza hela, afya, umepoteza kitu. Lakini ukipoteza tabia yako, umepoteza kila kitu. Najaribu kusema nini? Najaribu kusema kitu ambacho tunachokiona katika Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma ni kwamba ni kwa baadhi ya wataalamu wa ununuzi wa ugavi, sisemi kwamba ni wote, kiko kwenye maadili. Ndio maana nasema kwamba ukipoteza tabia, umepoteza kila kitu. Tunaweza tukakupeleka shuleni kama hukupata fursa ya kwenda shule, lakini hatuwezi kukufundisha tabia kama hukufunzwa tangu ulikotoka. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho ninawaachia, tunza sana tabia zenu. Mnapokuwa mkifanya maamuzi mbalimbali, tunza sana tabia zenu. Nadhani ndio maana watu wanasema maadili, maadili, maadili. Maadili ni tabia. Asubuhi ya leo ningependa kushirikiana na nyie, mkiniruhusu, wote kama mmeingia katika mfumo wa NeST. Tuna moduli ambayo inaitwa Complaints and Appeals Management Module. Hii ni moduli ambayo tumeanzisha tukishirikiana na Wizara ya Fedha, tukishirikiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, na imetengenezwa na Watanzania, sio watu wengine. Kwa hilo ningependa sana tujivunie kile ambacho Watanzania wametengeneza, kwa sababu ni cha kwetu, sio cha watu wengine. Kama marekebisho, kama kuna maboresho ambayo yanatakiwa kufanyika, ni hapa Tanzania yanafanyika. Sasa kabla sijaongea hili, labda niseme vitu ambavyo nitakavyozungumza kwa muda mfupi tu. Nadhani nitaangalia hivi vitu kwa muda mfupi sana. Nitaangalia historia fupi ya PPAA, nitaangalia pia wakati muhimu kwa PPAA, nitaangalia vitu vya mitambo ambayo tunatarajia kuiweka katika Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Alafu nitazungumzia pia kwa nini Complaints and Appeals Management Module. Na mwisho nitaangalia matokeo na uboreshaji ambao unaweza ukafanyika jinsi tunavyoendelea. Kwa kwanza kabisa ni kwamba PPAA imepita katika haya mabadiliko ambayo najua ninyi wote mnafahamu. Hii ni mabadiliko ya sheria ya ununuzi wa umma, na bado serikali imeona ni vyema kwa Mamlaka ya Rufani ya Zabuni kuwepo.
Tumepita katika, tulikuwepo 2001, tulikuwepo 2004, tulikuwepo 2011, na serikali bado imetutunza tulipofika 2023. Sasa katika hatua ya 2023 ilikuwa ni hatua muhimu, kwa sababu ndipo ambapo tulikuwa tunatekeleza mpango mkakati wa 2020, 21 mpaka 2025 na 2026. Hapa tuliangalia mfumo ambao uliokuwa unatumika awali, ambao ulikuwa ni wa kuleta nyaraka ofisini kwetu. Tuliangalia pia mabadiliko ambayo yalitokea ya kisiasa na ya kibiashara, na pia mabadiliko ya teknolojia ambayo yaliyotokea, na ndiyo yaliyotupelekea sisi kuangalia madhaifu ambayo tulikuwa tunayapitia. Ulikuwepo udhaifu wa nyaraka, ulikuwepo udhaifu ambao ulikuwa unapatikana, manual process ilikuwa ina impact, kwanza inachukua muda mrefu sana katika kukamilisha vitu, lakini pia ilikuwa na madhaifu katika kutunza nyaraka nyingi sana. Wakati tukiomba kwamba ziletwe kwa mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, tulikuwa tunagundua kwamba wakati mwingine zinakuwa hazipatikani. Lakini ambacho tulikuwa tunakiona ilikuwa ni kwamba hatuna uwazi, kwa sababu ilikuwa ni watu, ukishaleta nyaraka kwetu unasubiri sisi tuzifanyie kazi. Kwa hiyo haya ni mapungufu ambayo yaliyokuwemo katika mfumo wa awali ambao tumekuwa tukitumia tangu taasisi ilipoanza mpaka 2023, ambapo mabadiliko makubwa yalikuja. Kabla sijazungumza hayo mabadiliko, pale ofisini kwa mwaka huu wa fedha tunatarajia kuweka mitambo ya transcription and translation equipment. Sio kwamba ni kitu kigeni. Ukienda mahakama ya Tanzania sasa hivi utakuta kwamba hiki kifaa kipo. Transcription and translation equipment. Na lengo kubwa ni kwamba tumekuwa wakati mashauri yanaendelea, watu wangu wa secretariat team ndio wamekuwa wakichukua taarifa ya nini kinachoendelea. Lakini kwa sababu tuko katika teknolojia, ndio maana tumeona ni muhimu sana kuwa na vifaa ambavyo vinarahisisha sisi kufanya mashauri kwa kutumia njia ya kielektroniki au ya kidijitali. Lakini kitu kingine ambacho tumeshakifanya ambacho ni cha muhimu sana, kwa sasa hivi tuna video conference, mitambo ya video conference ambayo iko ofisini kwetu, na tumekuwa tukifanya mashauri hata watu kutoka Uholanzi, Australia, na mara ya mwisho nadhani tumezungumza na watu kutoka India kwa kutumia vifaa hivyo. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo tumeyafanya. Lakini tukija katika swali ambalo niko hapa kulizungumzia, complaints and appeals management module, moja, tulikuwa tunalenga kwamba tuhakikishe kwamba tunatawala vizuri au kuangalia vizuri kwamba malalamiko na rufaa zinazoletwa zinapata sehemu ambayo zinaweza zikawasilishwa kwa uwazi. Na lengo kubwa ilikuwa ni kwamba tuongeze ufanisi, tupunguze kazi ya makaratasi, kwa sababu wakati mwingine ukiwa pale ofisini utamuona mzabuni anakuja na lundo ya mafaili au makabrasha za zabuni. Lakini kwa sasa hilo si hivyo tena, kwa sababu linafanyika ndani ya moduli ya Appeals and Complaints Management Module. Lakini kingine ambacho tulichokuwa tunaona, tunauianisha kati ya malengo ya taasisi ya kuwa na uwazi, kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha kwamba tunatoa maamuzi kwa wakati. Sasa nijaribu kwenda kitu ambacho ambacho tumekamilisha mpaka sasa. Mpaka sasa
tunaona mashauri au malalamiko yote ambayo yanawasilishwa kwa taasisi nunuzi. Ina maana kinachoendelea katika taasisi nunuzi, sisi mamlaka ya rufani ya zabuni za umma tunafahamu mchakato mzima, tunafahamu nini ambacho kinachoendelea. Ambacho tumebakiza ni kuhakikisha kwamba tunaunga na mahakama ya Tanzania kuhakikisha kwamba tangu lalamiko linapoanza kwa taasisi nunuzi linaweza likaenda mpaka mahakama, kwa sababu kuna wakati ambapo tunaweza tukatoa maamuzi kama mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, mzabuni akakataa akasema hayo sikubaliani na hayo maamuzi, na ndio maana tunasema kwamba tunataka mifumo yetu au moduli ya kwetu isomane na mifumo ya mahakama, kusaidia kwamba process kama ni documentation zote, hakuna wakati wa kuzitoa manually na kuzipeleka, zote zitapatikana ndani ya mfumo wa NeST. Kwa maneno mengine ni kwamba tutakuwa tumerahisisha kazi. Labda niseme haya ni malengo makuu ambayo nadhani nimeshayazungumza. Nimeshaongelea hivi vitu vyote. Watumiaji wakubwa wa moduli hii ni taasisi nunuzi, wazabuni, Member of Appeals Board na Secretariat Team ndio watumiaji wakubwa. Kingine ambacho ninaweza nikasema, hizi ni core feature ambazo zinaweza zikapatikana katika ndani ya moduli hii ambayo tunaizungumzia. Hizi zote ni huduma ambazo zinaweza zikapatikana ndani ya moduli ya Complaints and Appeals Management Module. Inasaidia nini? Workflow automation imefanyika, inasaidia notification itolewa kwa maafisa masuhuri, watu wa tehama, wanasheria, watu wa PMU, wote wanaweza wakapata notification kuhusiana na hiyo. Mwisho tunapata reporting. Lakini cha mwisho ambacho ni kizuri ni kwamba tuna dashboard ambayo inaweza ikasaidia watu kujua nini kinachoendelea. Unaweza ukajua ni muda uliotumika katika kuamua mashauri, unaweza ukajua case load ambazo zilizopo, unaweza ukajua kama watu wametii na kuheshimu sheria, na mwisho tunahakikisha kwamba tunatoa quality service. Lakini la mwisho ambalo ninapenda niliseme, unaweza ukajua takwimu ya rufaa na malalamiko ambayo yamewasilishwa. Nilipokuwa naandaa hii slide, kulikuwa na malalamiko administrative review kwa PE 559, na kulikuwa na mashauri ambayo yalikuwa yamefunguliwa mamlaka ya rufani ya zabuni za umma 156, kitu ambacho tulikuwa hatuwezi kuwa nacho kwa wakati. Cha mwisho ambacho kinachotokea ni kwamba tunapata, kwanza, maamuzi yanafanyika kwa haraka. Cha pili, tunaongeza uaminifu na kuongeza kwamba watu wanatuthamini na kuamini kile tunachofanya, lakini tunahakikisha kwamba watu wanatii. Kuna future enhancement ambacho ni kitu ambacho kinaweza kikatokea. Tunamalizia hatua ya mwisho wa kuhakikisha kwamba mifumo yetu inasomana na mahakama, kuhakikisha kwamba tangu mtu anapoanzisha lalamiko mpaka anapofika mahakama vinafanyika ndani ya moduli. Cha mwisho ni kwamba kuna room of improvement ambayo inaweza kufanyika. Niwakaribishe sana kwa mafunzo ambayo tutakayoanza kufanyika mwaka unaokuja, na mkisikia matangazo tafadhalini sana, karibuni wataalamu wa ugavi na ununuzi. Nawashukuru.